Yua Group UK. Habaib wetu, mashaikh wetu na watu wema wetu waliotangulia, na leo ni hauli ya Sayyid al-Imam al-Habib al-Hasib al-Nasib al-Sayyid al-Sharif Shahabuddin Ahmad bin Abi Bakr bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Zaid bin Alawi bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Muhammad Sumayd bin Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Alawi bin Faqih Ahmad bin Abdul Rahman bin Alawi عن الفقيه bin Muhammad صاحب الباطل bin Ali خالد قسم bin Alawi bin Muhammad bin Alawi. Alawi huyu ndio bwana ambaye Alawiyina wananasibika kwake, bin Ubaydillah bin Sayyid al-Imam al-Muhadir bin Allah Ahmad bin Isa Rumi bin Muhammad al-Taqib bin Ali al-Uraydi bin Sayyid al-Imam Ja'far al-Sadiq bin Sayyid al-Imam Muhammad al-Baqir bin Sayyid al-Imam السجاد علي زين العابدين ابن سيد الإمام الحسين السبتي ابن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وابن فاطمة الزهراء البتولي بنت سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر النسب الشريف. هي اليوم نسبيات بنا مكتوبة هو الحبيب أحمد bin Abi Bakr bin Ismail rahmatullahi alayhi wa nafa'ana bi. Bwana huyu babake Al-Habib Abu Bakr anasema amezaliwa Al-Habib Ahmad katika kisiwa cha Ngazija katika siku ya Alhamisi mwezi 5 wa Rajab mwaka 1277 Hijiria, na amezaliwa asema fatafawanna bitarikhihi, tutaombea fatafawanna bitarikhihi, tutaombea maana kuombea dua kwamba kwa tarehe yake fadhahara fawafaqa dhahara al-alim, fawafaqa dhahara al-alim kwa hesabu za abjadi, kwamba zile tarehe zile za kuzaliwa na mwaka na mwezi ule hesabu zake imekuja kwa herufi zile za abjadi, kwamba dhahara al-alim, amedhihiri bwana chuoni. Kwa hiyo bwana huyu na alikuwa amembashiria babake Al-Habib Al-Qutb Ahmad bin Umar bin Ismail rahmatullah alayhi wa nafa'ana bi, alimwambia babake kwamba sayuladu laka waladun yakunu samii, atakuja kuzaliwa kwa mtoto kama ni somo yangu. Samii maana somo yangu. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema hal ta'lamu samia, je, unamjua somo yangu? Wale ambao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu anasema hal ta'lamu samia, je, unamjua somo yangu? Basi yeye anamwambia atakuja kuzaliwa mtoto atakuwa somo yangu, na akasema lahu shammatu lahu fi khadihi shammatu sauda, atakuwa katika kitefute chake tukifunde hichi hapa chini hicho kuna kichunjuo kialama kama cheusi hivi, kile chunjuo ndio kwa nyeusi, wengine wanafanya katika uso zinapendeza, wengine zikitoka chunjuo kumbe zile. Basi yeye alikuwa nayo, kama utazama katika picha yake utaona imetokezea katika kifunda chake, na alikuwa ana sura nzuri, inapendeza sura yake hii. Ukiangalia ambayo ilitolewa tangazo la hauli, utaona kwamba huyu ni bwana mkubwa, alikuwa ni mzuri.
Kwa hivyo bwana huyu amezaliwa na babake akaanza kumpa masomo ya tarbia na mabadi ulumi za mwanzo, na akapambika na adabu kufundishwa kutokana na mafundisho babake. Na ulipofika mwaka 1290 babake akafariki bwana, na umri wake Habib ni miaka 13. Kwa maana hiyo kama alikuwa ni yatima, na alimuhusia akamwambia, wewe usifanye na shughuli yoyote jambo lolote kabla kwenda Hadhramut, yani nenda Hadhramut kwanza. Nenda Hadhramut kwanza kabla ya kufanya na shughuli yote. Kwa hivyo katika mwaka 1298 akiwa na umri wa miaka 21 Al-Habib akaenda Hadhramut katika mji kwao Shibam, akakaa kwa muda miaka miwili, akaoa. Lakini miaka miwili hii ya ajabu kubwa, alisoma akapata elimu nyingi, na akawa anataraddad, anazinga maana anakwenda huku akirudi huku baina ya Sayun na Tarim. Akachukua ilmu kwa kipindi kifupi, lakini kwa ikhlasi yake na kwa akili yake kali alikuwa nayo, ambayo baba yake baada ya kubashiriwa kwamba atakuja kupatikana mtoto huyu namna hiyo, alizaa watoto tena. Ilibashiriwa kwa miaka 20 kabla, yakawa kila akipata mtoto anamtizama zile alama alizoambiwa na Habib Ahmad bin Umar bin Ismail, mpaka alipokuja kwa tena katika mtoto wa mwisho mdogo, akawa anakuja kumpata Habib Ahmad na alama ile aliyoambiwa, akampa jina la Ahmad ihtinaman bil ishara, kwa ajili ya kufuatilia ile ishara aliyoambiwa na Habib Ahmad bin Umar bin Ismail aliyomwambia babake ambaye Habib Abubakar. Na akawa ni mtoto mwenye akili, na babake akamtoa kila wakati akimtazama, akimuona kwamba mtoto ana mwelekeo mzuri na ana akili kali. Na Mwenyezi Mungu akitaka kumhifadhi wanazuoni wengi na maali wengi, Mwenyezi Mungu anahifadhi kutoka utotoni, tabia zao, akhlaqi zao, kila kitu chao wanapendeza toka utotoni kwao. Mfano wake pia kama al-Allama Sheikh Abdullah Bakathir, kutoka utotoni kwake hakuwa na mambo ya upuzi. Kwa hivyo kama hawa Mwenyezi Mungu anawahifadhi katika utotoni kwao mpaka wanakuja kuwa wakubwa, mpaka wanaondoka duniani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi katika huu muda wetu tuliobakia nao katika hii dunia, ambayo dunia ina shari nyingi na makero mengi. Kwa hivyo Al-Habib Ahmad alipokwenda Hadhramut akasoma na akachukua elimu kwa watu wakubwa. Katika hao leo sitotaja sana, tutaja mashaikh zake na tabaruku tukataja, kwa sababu inda dhikri salihina tanzilu rahma, sema atakaposhua rahma, tushie rahma kwa ajili ya kuwataja hawa watu wema. Huyu bwana kaandika wasia wake kumwandikia Al-Habib Umar, mtoto wake Ibn Habib Ahmad bin Ismail rahmatullah alayhima, na wasia ni kitu muhimu sana. Dua Group UK.